ina madhara makubwa. Biblia yenyewe hivi vitu imevitenganisha. Hata kama dhambi zote zinafanana, ila uzinzi na uasherati Biblia imeuzungumzia kwa lugha nyingine. Imepewa hii dhambi, imepewa uzito zaidi na Biblia. Hata dhambi zote ziko sawa, ila imetofautishwa. Dhambi nyingine zote zinafanyika nje ya Mungu, lakini uzinzi ama uasherati haushindwi, unagusa mpaka nafsi. Wakorintho wa kwanza 6:18. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Kila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Mtu yeyote akifanya hii dhambi, nafsi yake inaguswa. Na ndio maana dhambi nyingine zote ni rahisi sana kuzisahau, lakini dhambi ya uasherati ni sana kusahau. Tofauti ya dhambi nyingine na dhambi ya uasherati, dhambi nyingine zinaishia nje ya mwili, dhambi ya uasherati inagusa mwili. Biblia inasema linda moyo wako, kwa lugha nyingine linda nafsi yako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Ogopa sana kitu kinachogusa nafsi yako, kwa sababu kinachogusa nafsi yako kinagusa uzima wako. Ukitaka kuharibu maisha yako ya kiroho, fanya uzinzi. Mtu akiruhusu uzinzi kusimama kiroho, anaweza kusimama, atasimama, lakini msalama kubwa. Kusahau, kuondoka, kufutika, madhara yake kuondoka ni ngumu sana. Mpaka kuja kurejesha vilivyokuwa vimeondoka na jina kubwa. Uliza watu ambao waliwahi kumuslimu, kuja kusimama tena kwenye wokovu ni gharama kubwa. Lakini hii dhambi haikimbiwi kwa maombi peke yake, inakimbiwa kwa miguu. Kimbieni zina. Hiyo neno kukimbia haijasema kiroho, ni kimwili, kimua ndio. Mwanzo 39:12. Mazoea yasiyofaa kati ya kijana wa kiume na kijana wa kike. Nikwambie jambo jingine, matukano ni tabia au lugha isiyofaa mbele za Mungu. Waefeso 4:29. Neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu. Matukano, uzinzi, uasherati. Sasa hiyo halafu hapa imesema neno lolote ovu lisitoke kinywani. Maneno unayoyazungumza. Unajua sisi wa Kristo, yani tumekimbilia sana dhambi kuhesabu kwenye maneno. Hapana. Sio hivyo. Dhambi kwenye maneno pia kuna dhambi. Kwenye mawazo kuna dhambi. Tusikimbilie dhambi kwenye matendo. Hapana. Narudia tena. Biblia inasema acheni dhambi. Maana yake acheni mambo matatu: mawazo mabaya, maneno mabaya, matendo mabaya. Tuangalie kitu cha mwisho: kuficha dhambi. Misali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ila aziungamaye bila kuziacha hatapata rehema. Kuficha dhambi ni sana kuficha ugonjwa. Unataka kufanya maombi, unataka kumwambia Mungu akuponye. Kwa watu watakuwa wakikutazama, watakuwa wanaona una afya nzuri, lakini ukweli ni kwamba unaumwa. Kwa utaendelea kubaki kwenye mateso, utaendelea kubaki kwenye kifungo, kwenye hukumu, na mwisho wa siku ghafla kifo cha kiroho. Biblia inasema aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mwambie Mungu akusamehe, akusafishe, kisha akupe uwezo wa kushinda dhambi. Unaweza kuamuru mwili wako, unaweza kuamuru ukamtii Mungu. Teka nyara fikira zako, teka nyara mawazo yako, teka nyara macho yako, teka nyara kinywa chako. Imtii Kristo. Mungu ametuambia linda sana moyo. Njia nzuri ya kutunza moyo wako usichafuke ni kujaza neno la Mungu kinywani mwako. Kinachotoka kinywani kimetoka moyoni. Kwa ukitaka kujua mtu moyoni mwake kuna nini, sikiliza anachoongea.
jaza neno la Mungu moyoni mwako. Amen. Ukijaza neno la Mungu moyoni mwako, hautatamka tusi, hautatamka chuki, hautatamka wizi, utatamka neno. Sababu inatufanya watu wa Mungu tusiwe na maneno mazuri, maneno yetu yawe maovu hayafai. Hatuna neno la Mungu ndani. Na unashaka huyo mtu kanisani yuko, lakini ongea yake sio ya kiwokovu. Kanisa ni nini? Hana neno la Mungu. Ataongea nini kama neno halipo? Kama neno la Mungu halipo, shetani anaweka chapati. Lazima utaongea matusi, utaongea chuki, utaongea kejeli, utaongea uongo. Kwa nini? Hakuna neno la Mungu moyoni mwako. Lakini kitu kingine, kutunza moyo, usichafuke. Usikae mahali panapoweza kuchafua moyo wako. Ijiepushe na kinachoweza kuchafua moyo wako. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza inasema, heri mtu asiyependa katika shauri si wake, wala hakuketi barazani pa wenza. Kwa unaweza kujikasimisha ukaona kumbe bado tunahitaji neema ya Mungu. Tunahitaji neema ya Mungu itubebe. Tunahitaji neema ya Mungu ituokoe. Inawezekana kuyashinda mawazo mabaya. Inawezekana kuyashinda maneno mabaya. Inawezekana kuyashinda matendo mabaya. Tukitafuta neema ya Mungu inatuwezesha. Simama mahali ulipo. Tafuta neema. Tuitafute neema ya Mungu. Tumwambie Mungu atusaidie. Omba toba. Kisha omba neema ya Mungu ikuwezeshe. Nyosha mkono mmoja juu. Mungu wewe ni mwema. Rehema zako ni nyingi. Fadhili zako hazina kikomo. Baba, turehemu. Tusamehe kama wazo yetu mabaya. Tunawaza mabaya mara nyingi. Tunanena mabaya mara nyingi. Tunatenda mabaya mara nyingi. Bwana, tunahitaji rehema zako. Tunahitaji damu ya kututakase. Damu yako ituoshe, damu yako itusafishe, utusafishe, ututakase, utuoshe katika damu ya Yesu. Nasi tunakuja mbele zako katika mchana wa leo. Tunasogea msalabani, tunaukaribia msalaba, tunaukaribia msalaba, tukiomba rehema, tukiomba toba. Bwana ututakase, Bwana utuoshe kupitia damu yako Kristo. Damu ya Kalvari, damu ya Kalvari, ututakase Bwana, utuoshe Bwana, kupitia damu yako Kristo. Tutakase Baba mbinguni, tutakase Baba mbinguni. Kisha neema yako itufurike, tutembee katika mema. Mawazo yetu yawe ni mema, matendo yetu yawe ni mema, mawazo yetu yawe ni mema. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako, Mungu wa mbingu na nchi, tunateka nyara mawazo, tunateka nyara mawazo, tunateka nyara mawazo yetu, tunateka nyara mawazo yetu yapate kumtii Kristo, tunateka nyara kichwa chetu yapate kumtii Kristo, tunateka nyara macho yetu yapate kumtii Kristo, tunateka nyara miguu yetu yapate kumtii Kristo, tunateka nyara mioyo yetu yapate kumtii Kristo. Mawazo mabaya yasiwepo ndani yetu, maneno mabaya yasitoke kinywani mwetu, matendo mabaya yasionekane kwetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Macho yetu tunayaamuru, macho yetu mtii Kristo, kinywa chetu mtii Kristo, kinywa chetu mtii Kristo, kinywa chetu mtii Kristo, na macho yetu mtii Kristo, moyo wetu mtii Kristo, nafsi zetu mtii Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, peleleza mioyo yetu, chunguza mioyo yetu, peleleza mioyo yetu, peleleza mioyo yetu. Angusha kila pando lisilopandwa na wewe, angusha kila pando lisilopandwa na wewe. Kila mbegu ya kigeni ikaharibike, kila mbegu ya kigeni ikaharibike. Hiyo mbegu ya kigeni iliyovamia mioyo yetu, hiyo mbegu ya kigeni iliyovamia vinywa vyetu, hiyo mbegu ya kigeni iliyovamia macho yetu, na hatimaye imeota na kutoa matunda. Mungu wa mbinguni, kila pando lisilopandwa na wewe likateketezwe, likang'olewe, likang'olewe, likang'olewe. Hiyo mbegu ya kigeni ikaharibika kwa moto, ikaharibika kwa moto, ikaharibika kwa moto, ikaharibika kwa moto. Hiyo mbegu ya kigeni, hiyo mbegu ya kigeni ikaharibika kwa moto, katika jina la Yesu. Baba, peleleza mioyo yetu,
Tongoza mioyo yetu, tongoza mioyo yetu, tongoza mioyo yetu, tongoza mioyo yetu. Nipate kuitoa Bwana. Oh Mungu wa mbinguni, linda mioyo yetu, linda mioyo yetu, linda mioyo yetu. Unahitaji maombi, sogea mbele. Mchungaji yupo, sogea. Unahitaji maombi, sogea. Endelea kuomba wengine, endelea kuomba katika jina la Yesu. Tunakuja kwako Bwana, tunaukaribia msalaba, tunaukaribia msalaba. Asante Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Safishe Bwana Nazareti. Jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Wale waliotaka kwamba watu kundi lako liko mahali hapa, kundi lako liko mbele zako, wakubwa kwa wadogo, wababa wa mama, kwa jina la Yesu Kristo. Ungekutana na haja ya watu wako, kutana na mahitaji yao, kutana na shida zao. Tunakataa kila kazi ya shetani, tunakataa kila vifungo vya adui. Pigwa haribiwa, pigwa komeshwa, pigwa haribiwa, pigwa sabaratibwa, pigwa teketea, pigwa komeshwa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo.